wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. 49. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki 50 na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Sawa sawa. Watu wanaogopa risasi, na niwaambie msiogope. Haleluya. Hapana kuogopa. Hata ikikuja kwa sisione mzee anatoroka hapa. Hata ikija kwa kambi ni kusimama tu. Mungu yuko upande wetu. Sasa katika nchi ya Uingereza, mama mmoja mpendwa alikuwa na watoto wake, watoto 3, na hao watoto aliwapenda sana. Na siku moja mama aliamua kutoka kwenda kufanya shopping. Akachukua gari lake, akaliweka vizuri. Baada ya hapo akafungia watoto wake ndani na house girl, akaondoka. Na baada ya kuondoka, baada ya muda, mtu mmoja jirani yake alikuwa amemchukia sana. Aliweka chuki kubwa sana. Akaingia. Alipoingia ni jirani yake, akachukua nini? Risasi. No, akachukua kisu. Akachukua kisu. Akamkamata kwanza yule house girl, akamfungia ndani ya chumba. Akatoka akachukua katoto kadogo kama haka, akakachinja shingo hadi akatenganisha kichwa na kiwiliwili. Akaenda akafuata kengine kakubwa kubwa kama kadarasa la kwanza hivi, akakachinja kenyewe tena, akatenganisha kichwa na kiwiliwili, akatupa huko. Akaenda kwa kale katatu, akachukua kisu, akachinja shingo, akatenganisha kichwa na kiwiliwili. Sasa huyu msichana wa kazi, bahati nzuri kulikuwa na simu. Aliposikia watoto wanalia maana amefungiwa ndani, simu akapiga polisi moja kwa moja. Polisi wakaja, wakachukua gari la polisi. Walipofika nyumbani, wakakutana na mifereji mirefu ya damu. Damu ilikuwa imepita nyingi ya watoto wale, imechuruzika mifereji mirefu ya damu. Basi yule mama alikuwa hajui lolote na ameenda shopping. Polisi wakatafuta, wakafungulia yule binti, maana yule aliyefanya ile kazi alishatoroka. Wakafungulia binti, akatoka akasema fulani ndiye alikuja hapa na ni jirani yetu hapa. Yaani chumba cha jirani tu. Alijua mama ameondoka na yeye kumbe alikuwa na visasi vyake. Basi mama alipokuja alilia sana, alizimia muda masaa karibu 5. Hana fahamu. Masaa 5 amezimia. Maana watoto wake wote wamechinjwa. Familia yote hakuna tena hata moja. Mama akasema, unajua, akasema sasa mimi ni kuhama huu mji niende mbali.
akahama mji akaenda mbali kuishi mtaa mwingine. Maana sasa amekuwa na sonona, ile depression. Akawa na hiyo pressure ya kwenda chini, ya kuhuzunika, kusononeka, ikampiga akashikwa na butwaa kabisa, akaenda mbali. Siku moja baada ya miaka 10 akapita kule, maana alikutana na injili ya malaika watatu, injili ya Waadventista wa Sabato. Akakutana nayo, wakambatiza, akamwambia, mama, kuna faraja, Yesu ni kila kitu, mkubali Yesu. Hata hizo pressure zote, hayo masonona yote yanamaliza. Mama akabatizwa kama Mwadventista Msabato. Haleluya! Akawa mshiriki mwaminifu, anarudisha zaka na sadaka, akajaza taa yake mafuta sawasawa. Maana huku tunakuja kutafuta mafuta ili tutoke kumlaki bwana harusi, na ikiwa hatuna mafuta tutamlakije bwana harusi na taa zimezima? Lazima tujaze taa zetu mafuta, tukiondoka tukienda tunamulika, na wadudu wanafuata ile nuru, na bwana harusi anapata mahali pa kukaa. Mama bwana akapata injili hiyo. Siku moja akarudi kwenye ule mji, na yule bwana alikuwa amefungwa kifungo, anasubiri kunyongwa. Maana alichofanya, adhabu yake ilikuwa na yeye anyongwe. Dawa ya moto ni moto. Umeua na wewe unauawa. Basi yule mama alipopita pale mahali, akaambiwa yule bwana bado yuko ndani, miaka 15 hii sasa. Akaenda kwenye kidirisha kidogo, akamchungulia, akasema, nimekutana na injili ya Waadventista wa Sabato. Haleluya! Akamwambia, uko huru kuanzia leo, mimi silipi kisasi na wewe, toka. Haleluya! Hiyo ndio injili tulikuja kufuata hapa. Yule mama akamtoa, na yule bwana akasema, kuanzia leo hiyo dini yako itakuwa dini yangu. Na yule mama akasema, nitarudi, tutakaa kiti kimoja kanisani ili tuwe waaminifu wote, nimekusamehe milele zote. Haleluya! Tukutane na watoto wetu mbinguni. Nataka niwaambie asubuhi ya leo kuelekea mchana, Bwana bado anatuhitaji pamoja na uchafu tulio nao. Hata kama hatuna mafuta yako, neno la Mungu tukilisoma kwa uaminifu, tukitoka kufanya injili, tayari tunaongezewa mafuta. Haleluya! Mafuta, anasema ametupa mkate ili tukawape na majirani zetu. Tusikubali kukaa na huo mkate, tukahubiri injili ya malaika watatu. Tukishamcha Mungu na kumtukuza, tukatangaze fadhili zake kuu, maana hicho ndicho tulichoitiwa. Mungu awabariki sana. Tuwe kama wale wanawali werevu, tujaze taa zetu mafuta, tulete sadaka kwa kanisa la Bwana. Haleluya! Yani mimi ninapenda kutoa sana. I don't know why. Mwaka fulani nilipata pesa ya kununua gari double cabin, ile 2D highs, ndani hizi Toyota Hilux. Nikapata hiyo hela, lakini ilikuwa hela fixed, sikuwa na extra hata senti 5. Na sasa sijatoa zaka na sadaka. Jaribu likaniingia, natafuta hii gari sana, lakini sijatoa zaka na sadaka. Nifanyeje? Kasema hili ni jaribu, hili huu ni mtihani. Kaambia Yesu, sitatoa. Nikapeleka zaka yake 10%, sadaka
10%. Ile hela ikawa imepelea sasa, sikununua gari. Lakini siku iliyofuata nikapata pesa nyingi. Haleluya. From nowhere. Kuna ndugu yangu alikuwa huko mbali, wala sijamuomba pesa. Nikashangaa, ameniletea, ameniwekea kwa akaunti yangu millions, wala sio moja wala mbili. Ikabidi ifanye nini? Ninunue gari, lakini baada ya kutoa zaka na sadaka ya nani? Ya Mungu. Mungu sio masikini, lakini anahitaji tuwe waaminifu. Maana waaminifu ndio watakao muona, waaminifu ndio watakao jaza taa za mafuta, na waaminifu ndio watakaoenda na yeye mbinguni. Na ndio maana anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima wa milele. Bwana anasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Usikaone kakija hapa kanaona huyu mtu labda yako na Mungu huyu, kwa hiyo na mimi nafurahi. Unajua hata niko na mjukuu naishi naye pale nyumbani, kakiniona babu baba, na mimi nakapenda babu. Unajua utamu wa mjukuu, wajukuu wana ladha yake. Havi vitoto vidogo, Mungu anajua jinsi viko. Nina kachapa saa nyingine, mbona una saa hiyo, babu nisamee, njoo lala basi babu wangu hapa, nakupenda. Jamani, saa hiyo, lakini mtu huyu mzima, hebu fanya hivyo uone. Mungu ni wa ajabu sana. Na ndio maana anavitolea vitoto mfano kwamba waacheni waje kwangu, wala msiwasumbue, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Jioni ya leo, mchana wa leo, ikiwa unataka kujaza taa yako mafuta, naomba usimame pamoja nami tujaze taa zetu mafuta, ili tumlaki bwana harusi anapokuja. Haleluya. Tumlaki. Alafu samehe. Kuna watu hawasameheani hapa, hata nyumbani. Msamehe mke wako, msamehe mume wako, samehe watoto. Na watoto ukifanya hivyo na wao wanasameheana. Sawa sawa. Kama yule mama alivyosamehe, na sisi tusamehe. Na Bwana awe pamoja nasi. Katikati yetu kuna mtu anataka kufanya maagano na Mungu, maana tutakuwa na maombi makubwa baadaye. Na leo ni siku ya kupokea nguvu, power chinguru cha monene, nguvu ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana tumefunga na maombi. Tupokee nguvu leo, tupokee mafuta kwa wingi, kama siku ya Pentecost. Leo iwe ni Pentecost yetu hapa Milenia. Kuna mtu anasema, nahitaji nibatizwe kama Yesu, nipokee nguvu kama ile ya siku ya Pentecost, niweze kuyashinda majaribu yote. Nipokee mafuta ya kutosha mimi na familia yangu. Bwana, ukishapokea wewe na familia ina kopi kutoka kwako. Kuna mtu kama huyo? Kuna mtu anasema, mimi nataka kufanya ushirika na Mungu wangu, nimetanga mbali na dunia hii inameza watu. Mnazikia hata marisasi yanagonga huko kwa wengine hii ni dunia mbaya. Wanasema amani amani, lakini hakuna amani. Amani ya kweli inapatikana kwa Yesu peke yake. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna mtu kama huyo, naomba apite mbele, tumuombe ajaze podo lake mishale ya kutosha, silaha za vita. Kuna mtu kama huyo? Najua Mungu hataki magumu, anataka sauti tu ile yenyewe tukipiga hapo. Mungu siwe manguvu. Najua kuna roho zinapingizana
ndani ya mioyo yetu kuna roho zinakizana, kuna inavuta huku, kuna inavuruta huku. Sasa huko kwenye bonde la kukata maneno, kuna mtu kama huyo anasema nataka kufanya ushirika na Mungu wangu kwa njia ya ubatizo. Kama yuko anyoshe mkono tu, hatutamuita mbele hapa. Na ndio maana tumesema alikeni wageni. Ukifanya sherehe nyumbani kwako, alika na wageni wapate kula, sio wachoyo. Haleluya! Alikeni wageni na Mungu atakuwa pamoja nasi. Kuna mtu huko katikati? Basi tuombe. Baba, tumekuja tena kutafuta nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunataka kuwa wale wanawali werevu waliojaza taa za mafuta na wakabeba na akiba. Kwa sababu hiyo leo tumefunga na tuna maombi maalum. Tunahitaji mafuta kwa wingi ya kututosha sisi, hata kama utachelewa, lakini twende nawe mbinguni. Tunajua unakuja, maana dalili tunazisikia. Hata tunasikia milio ya risasi, tunajua ni dalili za kurudi kwako mara ya pili. Na wote waliokimbilia kwako, hao ndio watakuwa salama. Hao ndio watakaovikwa vazi la haki yako unaporudi Bwana. Asante kwa kuwa umesikia. Bariki watu wako, tupatie mchana mwema, na yale maombi yote tulioleta katika kiti cha rehema cha enzi, na yakapate kibali machoni pako. Katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki sana. Asante. Ibada itaendelea hivyo, ikiwa leo ni siku ya maombi na pia kufunga. Hata wageni hatutatoka, lakini tutakuwa nao. Na Brother Ben Omunywa, naomba kwamba wale wageni wa hema walete watusalimu, na pia watatuambia jioni programu itakuwa namna gani, ishara kwamba tusiharakishe, ndiposa tutaendelea tu vivyo hivyo, maana ibada itafanya nini? Itaendelea. Hata kama saa zingine mnasikia tu hapo na pengine harufu inakuja, we are saved in the house of the Lord. Tu salama nyumbani mwanani mwa Mungu. Hayo ni ishara kwamba machafuko yako katika dunia hii, na yakiwa ni hivyo, Brother Ben, naomba uweze kuleta wageni wa hema ili watusalimu. Na nilivyowaambia ni kwamba leo hii idara ya afya iko nasi hapa kwa ajili ya afya zetu, ndiposa tuweze kuona ni vipi tunapoendelea. Na ni kwamba leo ni maombi na kufanya nini na kufunga. Vijana ndio wako samuni hii leo. Wimbo mfupi Ben anapoleta wageni watusalimu na kutupa ratiba ya vile itakuwa mjana, ishara kwamba mjana tutakuwa na mtu wa afya atatu address tunapoendelea. Naamini sote tunaendelea kubarikiwa, na jinsi tumesema ni kwamba tuendelee kualika wageni, na hivyo neno litaendelea. Tunapongoja ndugu Beni na wageni wa hema, tuendelee kuimba nyimbo zetu nambari 149, Ua wake Yesu. Ua wake Yesu, je, ni kusudi lako? Ua wake Yesu, je, ni kusudi lako? Ungeenda njia nyembamba, unataka au bebe mzigo wako, awe mwongozi wako.
unakutosha, na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Unataka kuitika anapokuita, kupata amani kwa kumpa vyote. Wataka uwezo usianguke kamwe, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Asante. Sijui ndugu Ben ajaja, na niendelee kuwatangazia kwamba bado tuko kwa ibada, na wale ambao ikipidi kwamba utoke na unaendea nje ya St. Mark, kuna hiyo dua unasikia so tusije tukaharakisha na tukaekae. Let us be safe in the house of the Lord. Tuendelee na wimbo. Ni siku ya vijana mkuje kwa wimbo moja. Vijana fungue nyimbo zetu namba 102. Mlangoni pa moyo, number 102, tuimbe. Mlangoni pa moyo, mgeni amesimama pale. Naomba kwamba atatusalimia na atoe ka statement kisha arudi pale. Wacha ni wasalimu. Mjambo watu wa Mungu, mko salama? Kwa jina la Yesu wacha nione mikono juu tafadhali. Mimi naitwa Dr. Nyakenyanya, nafanya pale Hema Hospital. So tulikuwa piga team, one of us mwenye alikuwa yeye ndiye akona program ametoka kidogo tu but atarudi. So mimi nilikuwa naomba niwasalimie juu nimesikia mkituita. Tuko hapa na nyinyi, tumekuja kufanya what we call screening. Screening ni ile tunaangalia about pressure, sukari, na in case you have an issue that maybe you can share with Dr. Amia, utaniambia then tutaongea tuelewane. Unaweza kuja pale our facility, we have so many services we offer so that tuendelee na nyinyi. Si sawa? Tuko hapa mchana yote, mtakuja tu tutaendelea kuangalia. Asante kwa kunisikiza. Mnamwambiaje? Asante sana. Na leo hii pia tumebarikiwa kuwa na manager wa Radio Funa. Ninaomba kwamba naye atusalimu. Huwa analeta kipindi kinaitwa Barikiwa Sabato. Ikiwa hiyo sauti mnaipata, ndio huyu naye atusalimu na tuendelee kubarikiwa naye pia akiwa pamoja nasi. Wana wa Mungu, katika jina la Yesu na wasalimu. Hamjambo tena. Amesema vizuri kwamba kipindi ni Tubarikiwe Sabato kila Ijumaa. Na mimi si mgeni sana hapa, si ni kweli? Si hawa wakiwa wanarusha matangazo moja kwa moja na mimi bado nipo na nyinyi. Nimesema nimekuwa nikisikiza siku ya Jumatatu, nikasikiza jana. Leo nikasema acha nikatize niende nibarikiwe na mhubiri nikimwangalia. Ndio maana umeona nikakimbia hapa nifikie mahubiri. Nilienda kuingia kwa radio, mhubiri tayari ashaanza kuhubiri. Kaeka kalamu chini na kila kitu, nikakimbia mbio ajabu. Nashukuru kwa sababu Mungu ananena nasi kupitia hata kwa vyombo vya habari.
mhubiri. Mungu akubariki ujumbe huu. Nilisikia asubuhi kwenye kipindi mmoja akapiga simu akasema Oboge akasema alafu akasema mwenye alisikiza mahubiri ya jana, mlisikiza asubuhi kwenye redio kweli? Mkusikiza kwa sababu mlikuwa kanisani. Alitaja akasema alibarikiwa na mahubiri ya redio. Kama msimamizi wa kituo, nataka kutoa shukrani kwa kanisa la Millennium kwa kutupa nafasi ya kuwafikia watu wetu walio sehemu za mbali. Radio Vuna hakika tunafikia hata watu wanapatikana kule Marekani, pale maeneo ya Canada, tuna watu maeneo ya Qatar. Deborah Ayosi kila wakati wa Ijumaa anapiga simu kutoka Qatar, anasema yeye yuko pamoja nasi. Kwa hivyo huduma hii mnaoifanya, huenda ukadhani mchungaji ananena na wewe, bado pana wenye walioko kule nje. Na hivyo mtumishi, utakapokuwa unazungumza, hata wao unawakumbuka. Wanapitia sehemu hali ngumu, tukana wenye wanakaa kule maeneo kuna vita. Kunaitwa pale Ukraine. Tuna ndugu wanakaa Ukraine na anasikiza Radio Vuna kupitia www.radiovuna.co.ke. Ni mkisi mwenzetu kutoka maeneo ya Keumbu. Mnawakumbuka jamani. Hivyo Bwana awabariki, awaneemeshe. Naona kazi nzuri, tunawapokea, signal ni nzuri, na siku hii ya maombi pia na sisi mtuombee. Mnasema wale ambao mnasikiza kwa mbali, Mungu naye aweze kuwagusa. Naitwa John Ogoi. Alivyokusha kusema mzee wa kanisa, mimi ndiye manager msimamizi wa kituo cha Radio Vuna. Mungu na awabariki. Na wasalimu wa mjambo. Unasema kwamba nimekuwa hapa siku zote kuanzia siku ya Jumatatu, kwamba mnifahamu. Wangapi wanifahamu? Mbona mjeuliza jina langu bwana? Sasa mimi niko hapa kuanzia Jumatatu, nimekuwa hapa Jumatatu, nitakuwa hapa Jumanne, leo Jumatano, nitakuwa kesho Alhamisi na Ijumaa na hata Jumamosi, na bado hamnifahamu. Ni kama mtaka kujua jina langu, so tuendelee kwa hivyo tu. Unataka kunjua? Okay. Kwa wale ambao tumeongea nao kwa siku ambazo nimekuwa hapa kuanzia Jumatatu, unanifahamu, mimi ni Joseph Oboge, mwanahabari kutoka kituo cha Radio Vuna. Na vile umeona kuanzia siku ya Jumatatu nimekuwa kwenye mitambo ya kuweka matangazo haya moja kwa moja katika mtandao wa YouTube pale, na ukienda pale utaweza kupata matangazo ama vile mambo yamekuendelea kuanzia siku ya Jumatatu. Katika mtandao wa YouTube tutatupata kama Vuna TV, na tutakuwa hapa hadi siku ya Jumamosi. Mkifika pale YouTube, finya subscribe. Inakuwa yenye rangi nyekundu. Utafinya pale subscribe na utakuwa unasema kwamba utabonyeza ile kengele, utasema kwamba itakuletea notification. Basi utakuwa unatazama moja kwa moja ndani ya Radio Vuna 102.0 FM na YouTube Vuna TV. So wangapi wamenijua? Wengine wanasema kwamba hawajanijua. Majina, nirudie tena. Jina langu ni Joseph Oboge. Kule Radio Vuna wengine wananiita Oboge Junior. Kama umesikiliza kwenye kipindi cha matangazo ya michezo tukiwa na Franco Kwe, kama umesikiliza Radio Vuna, basi utakuwa unanipata kama Oboge Junior ama nikisema Oboge Junior. Ayo tutaongea baadaye.
Tunaendelea kushukuru kwa mipangilio na vipindi vinavyoendelea. Wale mnavivyo mnajua siku hii ya leo ni siku yako. Ni vile tulisema ni siku ya kufunga. Wale ambao hataweza kufunga siku hii ya leo, kuna chakula kinaandaliwa kinakuja. Kwa hivyo leo tuondoke, tuko hapo kwa sababu ya kufunga, lakini kama hutawezana nayo, chakula kinakuja. Tuendelee kubarikiwa kwa nyimbo na mambo mengine. Na kama huwezi kuvumilia kiwango hicho, tunakuruhusu kimbie kidogo kisha urudi kwa mafundisho ya jioni. Asante. Tuliita vijana kwa wimbo moja na sijawaona. Tukifungua nyimbo zetu namba 125, vijana kimbieni kwa wimbo moja. Wanasema umalize ile nyimbo. Tumalize hiyo namba 102. Moyo wako kwa Bwana. Sasa hii ya pili. Moyo wako kwa Bwana. Fungua asikiaje mbali. Fungua umkubali rafiki. Roho atafariji naye atakutunza. Fungua usikie sauti ya Bwana, uyachague mambo ya Bwana, ufungue mlango, usimwambie bado jina lake Tumaini. Tuwape nafasi. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya pishi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya pishi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote,
uwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Twambia Yesu aliyetupia msalabani uzima, hapa utaipata hazina. Kutazama Kalvari, kutazama Kalvari,
Kutazama mti wa Kalvari, ninapojaribiwa hafula, shetani atanitega, nikitazama msalaba, nitaipata kwa Bwana. Kutazama Kalvari, kutazama Kalvari, nikupe wa kuishi. Kutazama mti wa Kalvari, msalabani nitautazama kila wakati daima, ahadi nitategemea, hivi kabisa sitaanguka. Kutazama Kalvari, kutazama Kalvari, nikupe wa kuishi. Kutazama mti wa Kalvari. Nambari 200. Kwaya wakija. Kwaya kama mko mje kwa wingi. Baba yetu aliye mbinguni, amenifurahisha yakini, uniambia mwake juani, ya kuwa nami Yesu Pendoni anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, nimuachapo kutanga mbali, yeye yuvivyo upenda kweli, unirejesha kwake moyoni, kweli yunami Yesu pendoni, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, anipenda nami ninampenda, kwa wokovu alionitenda, akanifilia msalabani, kwa kuwa yuna Yesu pendoni, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi. Ninapomuona Yesu
tena mseme amen. Mko wachoyo? Sema amen. Tufungue namba 199. Champion sijui walienda wapi. Champion kama hawako, Oracles of Faith. Mkuja kwa wimbo namba 199. Upendo ni furaha, ni kweli desturi. Tuimbe. Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuzisahihisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Duniani huzuni, magonjwa, mauti, wapendo tuwafariji wenye mahitaji. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Na upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Tuwape nafasi wakitoka Champion. Ijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba ililayo na ubatu uvumao. Ijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo mimi ni kitu bure. Ijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba ililayo na ubatu uvumao. Ijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo mimi ni kitu bure. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hustahimili yote. Upendo ndiyo sheria kuu kwa Mungu na wanadamu. Tuimbizaneni upendo, tufuate kanuni zilizotolewa na Mungu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hustahimili yote. Upendo ndiyo sheria kuu kwa Mungu na wanadamu. Tuimbizaneni upendo, tufuate kanuni zilizotolewa na Mungu. Upendo hauhesabu mabaya.
wahitajika kwa hali zote. Tenda mema kwa wenzako, usiwadhulumu wana wa Mungu, tufanye uhusiano mwema. Uvumilivu wahitajika kwa hali zote. Tenda mema kwa wenzako, usiwadhulumu wana wa Mungu, tufanye uhusiano mwema. Upendo huvumilia yote, uamini yote, ustahimili yote. Upendo ndiyo sheria kuu kwa Mungu na wanadamu. Tuhimizaneni upendo, tufuate kanuni zilizotolewa na Mungu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo huvumilia yote, uamini yote, ustahimili yote. Upendo ndiyo sheria kuu kwa Mungu na wanadamu. Tuhimizaneni upendo, tufuate kanuni zilizotolewa na Mungu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo huvumilia yote, uamini yote, ustahimili yote. Upendo ndiyo sheria kuu kwa Mungu na wanadamu. Tuhimizaneni upendo, tufuate kanuni zilizotolewa na Mungu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo huvumilia yote, uamini yote, ustahimili yote. Upendo ndiyo sheria kuu kwa Mungu na wanadamu. Tuhimizaneni upendo, tufuate kanuni zilizotolewa na Mungu. Upendo hauhesabu mabaya. Amen, amen. Champion, kuja hata kama mko umoja ama wawili, kuja muimbe. Tunapoimba nambari 116, 116. Bwana ninataka hili kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa, unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ipe kwangu, ipe kwangu. Asanteni. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu za kwanza, nchi za kwanza zimekwisha pita. Nikapendezwa, nikatamani ingia kule kwenye hapa na shida taabu kama duniani. Kisha nikaona mbingu mpya
nchi mpya. Mbingu za kwanza, nchi za kwanza zimekwisha pita. Nikapendezwa, nikatamani ingia kule kwenye hapa na shida taabu kama duniani. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote walotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote walotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Maskani yake Mungu pamoja nasi sote, sisi watoto wake, naye Mungu wetu. Mauti, maombolezo, vilio vitakoma, atayapanguza machozi yetu. Maskani yake Mungu pamoja nasi sote, sisi watoto wake, naye Mungu wetu. Mauti, maombolezo, vilio vitakoma, atayapanguza machozi yetu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote walotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote walotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote walotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Nashukuru. Nashukuru kwamba tunapoendelea na hiyo ibada, ikiwa ni saa ya lunch, kuna wale najua mko na halsas, chakula kiko pale nyuma, na kuna wale tutaendelea jinsi ilivyopangwa kwamba tutaendelea na maombi kwa wakati huu. Ninaomba kwamba tuweze kuendelea hivyo, so tutapaki huku tukiomba. Ninaomba choristers mutuandae na wimbo number 135, pastor anapojiandaa kwa kuongoza hiyo sehemu ya maombi. Saheri Saheri ya
roho zetu zimepona mashakani, tumeshinda wakati wa saa tamu. Saheri ya maombi twapeleka dhiki zetu kwake aliyeahidi kubariki wenye haja, huagiza tumwendee, tutegemee neno lake, hivyo tumweke yote wakati wa saa tamu. Saheri ya maombi tutazidi kuingia bomani mwetu na ngome atatuishapo mwendo. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutamwona saa tamu. Saheri ya sala tunapojadili, tuimbe. Saheri ya sala tunapojadili, kama tukiza kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yu mlinzi, waliochoka sana watapata raha. Saa ya sala iliyo heri, waliochoka sana watapata raha. Saheri ya sala ajapo Mwokozi, ili awasikie watoto wake, hutwambia tuweke miguuni pake mizigo yetu yote, tutapata raha. Saa ya sala iliyo heri, waliochoka sana watapata raha. Tuachie hapo. Tufungue namba 174. Sijui atakapokuja, tuimbe kwa pamoja. Sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, hutwambia tuwe tayari
tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twamgoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nanihifadhi, tumaini la kukuona, la kukaribishwa nawe, ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, wangu utakuwa rafiki na kesha na kuozea. Tukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twamgoja yeye. Amen. Tunataka kukaribisha Pastor kwa maombi mengine, na ningependa mkutano tusimame tupate ombi, tumkaribishe anene nasi. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo tunanyenyekea mbele ya kiti cha enzi. Tunakushukuru kwa uhai, tunakushukuru kwa kupitia kwa Yesu Kristo. Baba, tunakubalika tena machoni pako. Watoto wako wamefunga siku hii ya leo wakihitaji watendee makubwa katika maisha yao. Tunakaribisha mnenaji atakaponena nazi, neno lako jina lako litukuzwe, na neno lako lituendeleze na kutukuza kiroho. Wakati huu tunahitaji Roho Mtakatifu azungumze nazi, tunapoungana na mbingu. Mungu ushuke, tunene nasi na utukaribishe katika ufalme unaokuja. Wakati huu tunakualika ukae nasi, ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante. Pastor, karibu. Habari za mchana tena. Habari za mchana. Mmeendelea vyema? Vizuri sana. Ngoja tuone wengine wakiendelea na dishi, na sisi tuendelee na hili dishi hili la hapa. Sawa sawa. Siliko na umuhimu pia. Ndio. Mungu awabariki sana. Nilikuwa na tamani kwamba mchana wa leo tena tuendelee na maombi, kwa sababu maombi ni silaha, ni chakula. Na tukienda pale kwa kitabu hiki cha Waefeso, Waefeso sura ile ya 6, anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wake, na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Na nataka niwaambie
lazima tuvae silaha za vita. Haleluya. Silaha zote za Mungu tuzivae, tupate kuzipinga hila zote za shetani. Na silaha mojawapo ni maombi na hili neno la Mungu, kwa sababu Yesu mwenyewe alimshinda mwovu kwa kufunga siku 40 pamoja na maombi. Na sisi twaweza kumshinda pia kwa kung'ang'ania kupitia neno lake na maombi. Sawa sawa. Na nataka niwaambie hiyo anasema kwamba shetani kama simba ngurumaye anazunguka apate kumeza mtu. Lakini sisi tusimame imara, tuwe thabiti, tumpinge mwovu shetani na hila zake zote. Nataka niwaambie, shetani ni kama simba anayenguruma na anatafuta mtu ammeze. Siku moja nilipokuwa nimetoka jeshini, maana kwetu Tanzania kila mtu lazima apite jeshi. Ukishasoma inakubidi uwe askari, ufundishwe mwaka mzima jeshini, upewe force number na uwe na ID kwamba wewe ni askari. Sasa kuna simba watatu, mimi walikuwa 5, walikuja kule kuvamia watu kwenye makazi ya watu, wakaua watu. Lakini wakasema ni nani atakayetuokoa na huyu simba? Tukawa tumeweka kama fensi, na wazee wa Kipare wameshika mishale na pinde zao zenye mishale ambayo ndani yake inawekwa sumu. Kama simba akipata hawezi kuvumilia muda mrefu, ile sumu inaweza ikamletea madhara na akalewa akaanguka chini. Sasa tumekusanyika wazee wengi, maana akina mama wanabaki nyumbani. Sisi tumekwenda kumzingira simba, kundi la simba, ili tuwaue. Unajua, tulifunga mduara mkubwa na simba wako ndani, simba 5. Wanaume wale waoga tuliwaambia wabaki nyumbani wachunge wake zetu. Sawa sawa. Maana waoga hawakosekani. Lakini tulipofunga duara kubwa tukawazunguka simba, mmoja akawashtua simba, wakawa wanakimbia. Na mimi nimeshika bunduki yangu, nikaikoki risasi sawasawa. Nikasema leo either simba niue au nimuue, lakini sitakimbia. Kwa hiyo simba anatafuta mahali ambapo kuna weak point. Akiona anakuja hivi, akiona mwanamume anatetemeka, pale simba wanapita pale. Na nikawaambia wale wanaume wote wanaojiamini, njoni tukae pamoja, tuwazuie simba wasipite. Nikaona wengine wakasema sisi hapana baba, sisi tunarudi upande mwingine, maana simba ni simba bwana. Akinguruma hivi, angurumapo simba mcheza nani? Si ndio? Sasa tukafunga hilo duara kabisa, na simba wakawa wanakujia kwangu. Waliona labda mimi ni wiki, lakini walipokuja, kwanza nikamrarua risasi ya kichwani. Wakaogopa sasa.